Lete chuma hiyo mwanangu tutembee. Nyanyuka. Sije kuniua wewe. Sasa kwa mambo gani tena haya? Jamani kama nini? Jamani, kuna mtu mwingine anaoda kupigwa kama huyu? Haya nini? Yaani kitoto kinachelewesha toka saa zile kinaidi kinakuja, muda unazidi kupita, mtu simuoni. Yaani mtoto tabia zake hizi kila anapopanga miadi yake tu. Bana hadi za Kiswahili hizi bana. Bora hata umekuja shoga yangu. Maana kuna jambo lilikuwa linanimiza kichwa bala. Kitu gani shoga? Shoga yangu unajua na mpenzi wangu Kidela. Kadele mbona namjua shoga yangu? Basi hapa nauliza kichwa. Niwe na Kidela au niwe na Mzee Moze? Kwa nini? Maana Mzee Moze shoga yangu ananipa hela. Kwa hiyo umempenda Mzee Moze, umependea pesa, si ndio? Sikiliza nikwambie. Mbona Kadele tu anakupenda tu vizuri jamani? Anakujali, anakupa kila kitu, mapenzi ya kweli. Tatizo Kadele ana pesa. Kadele naomba kitu leo mwezi mzima ndo kinatimia. Lakini unaona Mzee Moze, naomba shilingi 50,000 ananipa. Naomba 30,000 ananipa. Hata sisumbuki. Kideo naomba hela sabuni tu mwezi mzima. Ndio ananipa shida. Je, kwa mfano Kadele kapata kazi. Haya, anaingiza pesa nzuri. Itakuwaje? Utakuwa na Kadele, utakuwa na Mzee Moze? Yaani shoga yangu mimi kwa huyo Mzee Moze, sijui Mzee Moze. Sikushauri kabisa shoga yangu. Kwa sababu kesho na kesho kutwa Kadele atapata kazi, atapata mapesa. Haya itakuwaje? Utarudi tena kwa Kadele? Mimi huyo Mzee Moze sasa sikushauri kabisa urudi kwake. Hivi, ujana wake aulie wapi? Usaje kumalizia kwako inahusu shoga yangu? Achana naye huyo Mzee Moze, sikushauri kabisa. Neno shoga yangu. Nitafikiria niwe na Mzee Moze au niwe na Kidele. Haya. Nimekuchelewesha sana Mzee Moze. Najua hiyo ndio tabia yako. Unapenda sana mimi kila siku nalalamika juu ya jambo moja tu. Nisamehe sana Mzee Moze, maana kazi zilikuwa ni nyingi mpaka nikachelewa kufika kwa wakati. Hivi Bite, kitu gani unakikosa kwangu mimi? Kwa nini unaniuliza hivyo? Ni miezi 6 sasa imefika Bite. Kila siku imekuwa mtu akulalamika juu yako jambo moja tu ambalo linanisumbua mimi. Mzee Moze, Waswahili wanasema kuwa mambo mazuri hayataki haraka na kila kitu kinakuja kwa wakati wake. Wakati ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Binti, una maneno mazuri sana ya kunifariji mimi. Hivi ulikuwa unanitia nini hivi? Mzee Moze, mimi nilikuwa na shida ya shilingi 50,000 tu. Maana wiki ijayo shoga yetu anamcheza mwanae. Sasa nilikuwa nahitaji hela kwa ajili ya sare. Hilo mpenzi, usiwe na wasiwasi. Na kuomba kesho asubuhi simu yako iwe wazi. Tafanya kila uwezekanalo nikupatie mpenzi wangu. Nitashukuru sana Mzee Moze. Sasa Mzee Moze, mimi nilikuwa naomba nikuache maana naenda kumsuka mama kwa ajili ya hiyo shughuli. Sina jipya mimi. Msalimie sana mama. Zimefika Mzee Moze. Mama Ngina. Niambie na umefuata nini huko? Wapi tena huko? Wewe umefuata nini huko?
Mimi kuna ndugu yangu nimekuja kumtembelea mara moja. Umekuja kumtembelea? Hata mimi mwenzako nimepata mwanamume mwingine naisha. Wewe fikiri ulivyonikata ndio usipate mwanamume mwingine? Kitu gani? Kwa hiyo vijana tena basi. Sawa, mimi najua kwa vijana wewe uchomoi. Ila nitakupata tu. Haya bwana. Niambie ndugu yangu. Maana sio kawaida yako kuniita saa hizi. Kuna jambo linanitatiza sana. Yaani sielewi mpaka sasa nifanye nini. Jambo gani? Bite ni tatizo sana. Bite? Kafanyaje Bite? Bite. Yaani Bite ni tatizo. Nasikia kuna mzee anatoka naye. Na huyo mzee ndo anamgaramia kila kitu. Mapenzi ya huyo mzee na Bite ndo wanaifanya mapenzi yetu mimi na Bite yasiendelee. Hilo kweli tatizo. Sasa tunafanyaje ndugu yangu? Maana mimi hapo hata sielewi. Mimi nimekuita tu hapa nikwambie ili nisije nikachukua maamuzi magumu. Kabla hujachukua maamuzi yoyote, ngoja kwanza mimi nikutane na Bite. Nishakutana naye, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa ndugu yangu? Basi sawa. Sawa ndugu yangu. Naomba ule chakula. Sawa? Acha mimi niende nikalale. Mimi naomba nikutakie usiku mwema. Haya ndugu yangu. Usahau kula. Usiku mrefu bila wewe ni giza. Njia ngumu bila mwanga wako. Naomba uwe karibu nami basi. Tonga kwa maringo kama ndege wa Nairobi. Baby, I love you, be safe, be careful cause you don't... Mwinyi, nadhani umenielewa. Usitaki nikaongea maneno mengi mpaka tukazalilishana. Nachokihitaji naomba unipe talaka yangu. Sharifa mke wangu, ni kipi kibaya zaidi nilichokifanya mpaka ukashinda kunisamehe? Hivi, wewe ni binadamu gani usielewa? Wiki nzima tunaongea kitu kimoja tu, si unipe? Sawa, lakini tambua mimi binadamu. Binadamu sijakamilika. Mimi nina mapungufu. Kwani useme mapungufu yangu akawa sema maisha yako? Eti hayo mapungufu yako akawa sema maisha kwangu. Nisikilize nikwambie kitu. Hayo mapungufu yako nataka kuyavumilia ni wazazi wako na sio mimi. Ninachokihitaji naomba unipe talaka yangu. Basi. Marki. Hey. Umelala? Hamna kiara kwa pale kwenye usafi. Oh. Niambie mtoto mzuri. Mimi niko poa. Tena afadhali leo umekuja. Maana kakaangu humu alikuwa ananibana na kila siku yupo. Oh. Kwani ametoka? Leo ametoka. Nampenda yule kakako, maneno yake waga ananikosha. Vipi tunaweza tukaingia ndani kidogo? Mimi nilikuwa napita. Unapita wapi na wewe? Nilikuwa napita. Sio unajua mamangu mkali. Ndio najua. Twende kuingia ndani leo. Kidogo tu. Naenda tu mara moja. Wewe unajua nataka nikwambie nini? Basi tuende. Hapo zamani ulikuwa ukisikia hadithi. Wengi walikuwa wakitikia hadithi njoo, uongo njoo, utamkorea. Lakini msimulizi wa hadithi aliuliza swali na wengi walishindwa kumjibu. Walioshindwa kumjibu msimulizi wa hadithi ndio hao watakayeshindwa kunijibu mimi leo, kama nilivyoshindwa kumjibu hapo zamani za kale. Nauliza, kwa nini somo la mapenzi lisiwekwe mashuleni na wakafundisha watoto zetu? Ninaposema mapenzi namaanisha mapenzi yamegawanyika. Kuna mapenzi ya baba na mama, kuna mapenzi ya ndugu,
na kuna mapenzi ya mtoto kwa mzazi. Kuna mtu anaweza akasema huyu jamaa hana akili, lakini muulize hivi, kati ya mimi na yeye ni nani hana akili? Wakati yeye anapenda kupendwa, halafu ya juu mapenzi. Mwambie haache kupiga kelele kama madebe. Madebe yale wahamiaji wa mpunga. Waambie sisi hatufuati nyayo zao, bali tunakanyaga na kuzifikia kabisa nyayo zao na kuweka rekodi mpya. Unapoiwaza leo, basi ikumbuke na kesho, sababu una familia nyuma. Sabrina, mimi nakuomba uende ukamwambie Bite kuwa nampenda sana. Sina muda wa kupoteza kwake katika mapenzi, maana kila kukicha kumekuwa na matatizo, leo hili kesho lile. Kwa hiyo nakuomba nenda kamwambie. Usijali kwa hilo shemeji yangu Kadeli. Mimi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Nitaongea naye, nitamweleza kila kitu kwa sababu mimi na yeye damu. Yaani nimemweka hapa. Kwa hilo hata usijali. Naamini atanielewa. Lakini sasa atakapoendelea kupinga itabidi ukubaliane. Mimi ninachokuomba wewe fanya liwezekanalo, asipinge. Umenielewa? Sawa, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, naamini atanielewa. Usijali lakini. Basi sawa. Mimi ngoja nikuache. Haya, kuwa na amani tu, usijali shemeji yangu. Mimi nakuaminia wewe. Haya, poa, usijali. Haya, jitahidi. Haya, bye. Haya, asante. Sawa. Niambie. Mbona siku hizo onekana? Nipo. Leo umependeza. Alokusuka nani? Anasuka Sifuna. Kajuaje kama mimi napenda msuko huu? Kajuaje vipi? Sasa kwani tuliajana kama wote mimi nitasuka? Kajuaje ujue kama mimi nitasuka? Mimi sijajua. Ila nashangaa yeye amejuaje? Amejuaje kama nini? Leo unatakiwa ukutane na mtu wako muhimu na uje uko umesuka msuko huu. Wewe mbea, eti leo nikutane na mtu wangu muhimu uje kusuka msuko huu. Hamna, so mbea. Unajua yani kama jana nilivyoota na ndio leo ilipotokea. Sikia nikwambie. Unaambiwa kizuri kinagalamikiwa. Kwa acha nipendeze, sina galamikia. Alafu naomba siku 2-3 hizi usije nyumbani bila taarifa. Nisije nyumbani bila taarifa sasa vipi? Umeoa au? Hamna, usikasirike. Kuna kakaangu amekuja pale nakaa naye. Ila mchana mida kama hii anakuwa yupo. Wewe kakako anaondoka lini? Siku 3 hizi. Yaani wiki haiwezi kuisha ataondoka. Basi sawa. Sikia. Wewe umesema kakako anashindaga huko anarudi usiku. Basi sawa, twende tukashinde saa hizi mchana. Mimi anashindaga mchana tu naondoka. Hamna, ndio tukatoka hapa, afa tukamkuta. Kwa hiyo tukashindwa kufanya chochote hata sisi tukiwa ndani. Mimi na wasiwasi na huko. Wewe si uliniambia kakako kwamba anarudi usiku ashindi pale? Sasa hivi unaogopa nini siku kwenda kushinda? Nimekwambia wiki hii haishi. Anaondoka. Sawa. Kaka, nenda kashinda na kaka yako. Ndio hivyo. Lakini sina nia mbaya. Sawa, kwani utakuwa na nia mbaya kakako? Mimi nitakutafuta siku 2 hizi. Blaza yule naye sijata safari. Hivi Bite, unachokiongea kwa unamaanisha? Ulichokisikia ndicho ninachomaanisha Kadeli. Na sio kwamba sikupendi. Na ninajua unanipenda sana kwa dhati. Ila tatizo lako ni moja tu, una pesa Kadeli. Kama pesa zinatafutwa. Kisha umri wangu bado mdogo sana. Unaniruhusu kutafuta pesa. Nikumomba Mungu tu. Bite. Nivumilie kwa muda huu tu. Na kama sio mtafutaji, hizo pesa unazipataje? Narudia tena. Umri wangu bado mdogo. Na nafasi kubwa ya kutafuta tu pesa.
Naomba univumilie tu kwa wakati huu Bite. Mimi ninachoomba uhakikishe tu tuje kuwa na familia bora. La sivyo usipojua kutafuta pesa, kiukweli kabisa Kidele nitakuacha. Maana siwezi kuvumilia haya mazingira. Unayo nibebesha nashindwa kuimili. Nimeshindwa kuendeshwa na mapenzi yenye ukatili. Hujaniumiza nikikufumania, hadi picha za utupu na watumia. Kinachoma zaidi moyo umewekeza, kumboli ni rubu nilona nteketeza. We ni mtu mkubwa sana, umetengenezwa na watu wakubwa sana katika hii dunia, wafalme. Ila wafalme hao sio wa kawaida, ni wa nguvu za giza, na umetengenezwa kwa malengo maalum katika hii dunia. Umeletwa kwa sababu unatakiwa utusaidie tuweze kuitawala hii dunia. Wewe ndio njia ya sisi kuweza kuitawala hii dunia. Sasa unamuona yule aliyokuwa analia? Yule ndio wewe. Kwa hiyo unaweza kufanya kazi yetu kama ulivyoagizwa. Najua unajiuliza maswali mengi sana. Wewe ni nani? Uko vipi? Hayo maswali huwezi kupata majibu kwa sasa. Hakuna binadamu wa kawaida mwenye uwezo au mwenye nguvu wa kuona vitu unavyoweza kuviona wewe. Hiyo ndio tofauti yako kati ya wewe na binadamu wa kawaida. Unajiuliza mimi ni nani? Na kwa nini nakwambia hivi? Au nimefuata nini? Sawa kabisa. Nimemuona yule. Nakumbuka msemo unaosema
jogoo afu utitiri. Lakini cha kushangaza, hili dume limeangushwa kwa upepo. Niliamini bandu ndio maliza gogo, lakini cha kushangaza, hiki kidume kimebanduliwa na hiki kileo mpaka kimekwisha. Na uzuri wake nimekukuta mimi. Wangekukuta wale vijana wa banduaji, basi ungekubandua mpaka wangekumaliza. Jikaze, mwanaume dume, udinde ndio ushinde. Toka amefika kijijini hapa, sijakueleza taratibu na desturi za watu hapa. Sawa? Hapa kuna watu watano, kuna watu wazuri na wenye radha. Lakini tafadhali usiwafatefate. Angalia mtu anakupa ushauri mzuri yule. Hajapo hata kazi ya nguvu, kalime, kakate miti, huyo mfuate. Lakini utakuta vijana yuko kijiweni hapa. Subiri msela wewe. Wewe usio na wasiwasi hapa. Mwili wako mali. Jomba taangamia. Sawa? Mimi nashukuru. Na asante sana kwa busara zako na ukarimu wako mjomba. Lakini mjomba, nini tena? Mpaka sasa hivi bado unaishi kiuni. Yaani chona mimi mjomba wako muhoni? Hapana. Naona mpaka sasa hivi bado unaishi peke yako. Wewe tulia. Shida yako wewe nini? Madhali yupo kama mkwe yote muona tu, na wasiwasi gani? Sawa. Ila nawe nakutahadharisha. Usione vijana mitaani hapa wanawakawaka nanga visura vizuri, mjomba uje tushauriane hapa. Sio nakupuka tu nazoa mzoga kuweka ndani utapata matatizo. Haya. Mjomba, hilo swali itakapofikia mimi nitakwambia. Wewe si ndio mndewa mwenyewe hapa. Sawa. Hilo swali likitokea mimi nitakwambia. Kama unalijua hilo halina tatizo. Basi sawa. Sasa nataka kuuliza meno mdomoni. Basi hiyo haina shida. Mimi najua mjomba wangu wewe ndio mndewa wa kijiji. Itakapofikia swala hilo nitakwambia. Haya, wasalimie huko. Basi sawa. Ila sasa mjomba wake basi tuishikiuni tena. Wewe chana mimi muone hapa mjomba wako, mwe mchizi fresh wewe. Leo katoka sijui kwenda shamba leo. Leo mama hayupo na sisi nitaenjoy sana siku nzima hadi kesho. Ati siku nzima mpaka kesho. Umenioa mpaka wananiambia siku nzima mpaka kesho. Mama si hayupo, umesema siku nzima tokuwepo? Kwa hiyo mamangu hayupo, nikakae kwa bwana siku nzima. Sahau. Malki. Malki. Anasogea jamani hivi uende. Au. Sumuitikie. Nipo huku. Kuhusu nini? Wewe ndo kaka yako yo? Wewe unaona nini? Sio nimeona nini? Malki. Malki wewe ndo kaka yako. Malki, huyu ni nani? Kwa nini unaponiambia kwamba mimi nisije mchana pete na shina kakangu wewe ndo kaka yako? Malki, nijibu huyu ni nani? Bwana nitakujibu, naanza na moja mmoja. Sio moja mmoja. Niambie wewe nani yako Malki? Huyu mpenzi wangu. Na mimi? Samahani, tangia. Sio yaani unanikishana wewe. Wewe mama. Mama. Umeje hapa ukimwombe. Msama. Sikiliza. Nimesema sikiliza. Nampiga mtu mbao sasa hivi, umenielewa? Nyamaza nimesema. Ukiambiwa nyamaza unanyamaza. Mimi ndio kidume wa nyumba hii. Sawa? Mimi ndio mwanamume wa mji huu. Pili, mimi ni mtoto wa Kiislamu. Naruhusiwa kuoa hadi wanawake 4. Sawa? Kwa hiyo sasa anayetaka atabaki na mimi, asionitaka ataenda. Mike, huwezi kutumia wanaume. Wewe umenielewa? Wewe
Usingekuja mchana, ungekuja usiku. Wewe yani mdaze nakuja. Umenielewa? Pitishe na nasikia. Wewe ndo mimi ndo naenda ndani. Wewe niache hapa. Wewe dada. Msomaji, usije ukapilisha hata neno moja katika usomaji wako. Hivi, kuna tofauti gani wa ufungaji wa kibwaya kati ya mama mwali na jirani anayekuja kusherekea? Basi, kama hakuna tofauti, kuna umuhimu wa kuweka wazi idadi ya watu waliokufa kwa ajili ya mapenzi. Mwandishi ameandika vitu vingi sana, lakini hii hadithi ya Mlevi na Sangala ndio ilonivutia kwa sasa kuisoma. Mlevi alikuwa na ugomvi na mke wake, na wimbo wake mkubwa mkeo ulikuwa nahitaji talaka yangu. Ndipo hapo Mlevi alipokuwa na mawazo mengi sana, aliwaza hadi kujiua. Ndipo hapo Mlevi akaamua kwenda kunywa pombe ili apunguze mawazo yake. Samahani ndugu, mbona hiyo hadithi kama inanigusa mimi? Umeamka? Uko sawa? Niko sawa. Nimefikaje hapa? Ulikunywa pombe ukazidiwa na ukaanguka, nikakokota na nikakuleta sehemu salama. Samahani, hiki kitabu unachokisoma mwandishi ni nani? Kimekuvutia sana eh? Kabla haujamfahamu mwandishi, ningependa ufikishe ujumbe wangu kwa wavivu kufikiria. Waambie waache kutumia pasia vitabu vya watu, sababu uwezo wao utafika mwisho kama watunzi wa vitabu hivi. Una vituko sana, lakini bado hujanijibu. Usijifosi kucheka hali ya kuwa una jambo moyoni mwako. Ningependa kufahamu kipi kilichokufanya mpaka unywe pombe na ukazidiwa ukaanguka. Mimi ni yule mlevi ambaye anazungumziwa kwenye hadithi ya Mlevi na Sangala. Nina ugomvi sana na mke wangu, na wimbo wake ni huo ambao upo kwenye hadithi ya Mlevi na Sangala. Nilifahamu, na ndio maana nikaisoma hadithi ya Mlevi na Sangala. Sasa rudi nyumbani kwako ili usichelewe. Ukifika nyumbani kwako, mkeo akikuuliza ulilala wapi, basi ujue bado anakupenda. Rudi nikupe dawa yake. Nashukuru sana kwa wote ulionifanyia. Wacha mimi niende, tutaonana siku nyingine. Sawa. Ni kweli Waswahili wanasema aliwazalo mjinga ndilo litalomtokea. Siwezi kuamini kwamba mjinga mimi ninaloliwaza labda ndilo litakalo kuja kunitokea. Hapana. Marahaba, za kwenu? Salama, kwema? Kwema tu, mzima kabisa. Mimi nashukuru Mungu mzima. Naona unaelekea bondeni huko. Naenda bondeni huko kuwasalimia. Mama, samahani lakini. Bila samahani mwanangu. Hivi mama, unajua kwamba Kadele na Mzee Moze ni ndugu? Sasa kama ni ndugu kwa hiyo? Mama, sio sasa kama ni ndugu. Wewe una mahusiano na watu wote wawili. Afu wote ni familia moja na kijiji kizima kinajua. Sikiliza nikwambie mwanangu, mimi nilikuwa sijui kama wale ni ndugu, kwa sababu yule Kadele mimi nimetoka naye mbali huku tuliko kuepo. Ndio maana mimi nikaona haya bora nikwambie. Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa. Lakini ninachokuomba yaishie hapa hapa tulipokutana njiani. Tumeelewana? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Nikuache basi. Haya. Haya, baadaye.
anaongea sana. Anauliza lini unakuja kuniposa? Muda unazidi kwenda. Mama hapendi mahusiano kila siku nakuja naondoka, unakuja unaondoka. Mama hapendi. Mama anauliza lini unakuja kuniposa? Sawa mpenzi wangu. Nitaleta barua. Lini? Mchumba. Si tumeliongelea leo hilo swala? Sasa sio mimi. Sasa mama. Mama ndio anayeongea. Mimi sasa na wewe. Mama ndio anayeongea. Mama ndio anaulizia. Sio mimi. Sawa mpenzi wangu. Nimekuahidi mpenzi wangu. Nitakuoa. Au niamini mpenzi wangu? Okay, achana hizo. Ila ulizingatia hilo swala. Kuna kitu kimoja nataka nikwambie kuhusu rafiki yangu Biti. Yaani Biti bana anatembea na Kadele na Mr. Mose. Alafu wote wale ni ndugu. Yaani yule ni mpoa wake. Alafu wanakaa mtaa mmoja. Kitu ambacho kiti picha nzuri. Wewe umejuaje mchumba? Unauza mimi kusikujua? Mimi Biti rafiki yangu ananiambia na nimeshamshauri lakini naona mwenzangu anaelekea. Sio ya kuingilia sana mpenzi wangu. Hayo ni maamuzi ya mtu. Sawa, lakini mimi naona haileti maana sana kwa sababu wote wanakaa mtaa mmoja. Bora hata ingopo mwingine na kamtaa mwingine huko. Kidogo afadhali afu ni ndugu. Okay, tuachane na hilo. Vipi kusijiona? Hilo ndio uliacha mpenzi wangu. Si unajua jinsi na vitu unavyopenda. Si unajua? Nataka nipikie mtori mzuri, changanyika kidogo na nyama kidogo. Mambo yako wewe naelewa. Si unajua? Ya, ndio vitu vyangu. Usijali nitakuletea mpenzi. Si unajua tena? Basi ngoja mimi ni mwainama kwa sababu nimemwacha nataka kutoka. Kwa hiyo mimi ni mwai ili nikaanze kupika afu baadaye mimi nakuja. Poa. Sina shida mpenzi wangu. Okay. Bibi basi mimi niende. Sawa. Baadaye. Niambie ndugu yangu. Maana sio kawaida yako kuniita saa hizi. Kuna jambo linanitatiza sana. Yaani sielewi mpaka sasa nifanye nini. Jambo gani? Bite ni tatizo sana. Bite? Kafanyaje Bite? Bite. Yaani Bite ni tatizo. Nasikia kuna mzee anatoka naye. Na huyo mzee ndo anamgaramia kila kitu. Mapenzi ya huyo mzee na Bite ndo wanaifanya mapenzi yetu mimi na Bite yasiendelee. Hilo kweli tatizo. Sasa tunafanyaje ndugu yangu? Maana mimi hapo hata sielewi. Mimi nimekuita tu hapa nikwambie ili nisije nikachukua maamuzi magumu. Kabla hujachukua maamuzi yoyote, ngoja kwanza mimi nikutane na Bite. Nishakutana naye, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa ndugu yangu? Basi sawa. Sawa ndugu yangu. Naomba ule chakula. Sawa. Acha mimi niende nikalale. Mimi naomba nikutakie usiku. Ndugu yangu. Usahau kula. Gitaa la huzuni, filimbi ya upole, tumba laini. Hivi mume wangu, unajua siku hizi umebadilika sana. Ninaona mapenzi yetu kama yameanza upya, umejirekebisha hadi raha. Ni kweli mke wangu, ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Lakini kuna jamaa huyo amehusika kwa kiasi kikubwa sana kuinusuru ndoa yetu. Ni nani tena huyo mume wangu? Yaani una mambo wewe. Huyo jamaa anaitwa Mwalimu wa Mapenzi. Ipo siku na nitakupeleka kwa partner saa zake mke wangu. Hivi. Kwani siku hizi kuna Mwalimu wa Mapenzi mume wangu? Yupo mke wangu. Sinawezi amini. Haya, kwa kesho tunaenda shamba. Tutaenda asubuhi sana ili mali tuwahi kurudi tuendelee kufanya shughuli nyingine za hapa nyumbani mke wangu.
Sawa basi, mimi ngoja nilale, maana nimechoka, lakini kesho wahi kuamka. Sawa baby. Usisahau kunipa nafasi mimi mpweke mvuani, uwe mwamvuli kwa matone na dhoruba, nivushe kwenye ziwa la majonzi. Baby, I love you, be safe, be careful cause you own my heart. Usiku mrefu bila wewe ni giza. Usinivuruge akili yangu wewe. Yaani nikupe hela wewe wakati shule kwenye ufanyi vizuri. Pumba tupu. Sikupi hela. Nimekwambia sikupi hela. Pumbavu. Gitaa la huzuni, filimbi ya upole, tumba laini. James. Hebu njoo mtoto mzuri. Hebu njoo niambie unalilia nini? Unalilia nini? Mama kanichapa. Kakuchapa? Ndio. Kwa nini? Mimi sitaki kwenda shule. Oh, kwa hiyo unahisi kakuonea? Ndio. Kwa sababu mimi nikimwomba pesa ya shule anigaida, Janeti akimwomba anamgea bila matatizo. Kwa hiyo unataka ukiwe pesa kama dada Janeti, si ndio? Ndio. Safi. Wahi shule, lakini kesho nitafute mapema ili nikwambie jinsi gani ya kupata pesa kwa mama. Asante, bye. Haya, masomo mema eh? Gitaa la huzuni, filimbi ya upole, tumba laini. Mama, umebadilika. Hapo ulipofikia anatosha. Acha nitamalizia mwenyewe. Kajiandae. Usio na wasiwasi. Mwanangu, siku hizi mpaka raha. Unafanya kazi bila kuambiwa. Unaenda shuleni bila makelele. Hata mimi mama yako nafurahi sana. Usiwe na wasiwasi mama. Maana yake siku hizi nimepata mwalimu wa kunifundisha mapenzi. Wewe? Mapenzi? Ndiyo mama, kwani mimi ni vibaya kujifundisha mapenzi? Ninapoenda kujifundisha mapenzi, mwalimu wangu ananiambia mapenzi yamegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna mapenzi ya mzazi kwa mzazi, kuna mapenzi ya mtoto na mzazi, pia kuna mapenzi ya mzazi kwa mtoto. Ndio maana siku hizi unaniona nimebadilika sana. Kajiandae uende shuleni. Chukua hela pale mezani. Sawa. Gitaa la huzuni, filimbi ya upole, tumba laini. Nilikutambeba moyoni tangu nikiwa mdogo, nilihifadhi picha yako kwenye shida na mgogo. Yale mateso ya jana nilijua yamepita. Odi.
Mwalimu. 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 Hodi. Hodi. Jambo mtoto. Mama. Jambo. Jambo shikamoo. Mama. Wewe nyumba hapa? Mwana nimekuja sasa hivi hapa nimepiga hodi hamna hata mtu. Nimemwambia nimsubiri. Hodi mji huu. Salama. Salama. Habari sasa hivi? Sawa, kwema. Salama, karibu. Mtoto jambo? Jambo shikamoo. Marahaba. Samanini. Nimekuja kumuulizia mwalimu, si nimemkuta. Sasa tumefika hapa, si ndio mwalimu, si nani hayupo. Tunamsubiri. Basi sawa, naomba tujumuike wote kwa pamoja tumsubirie. Jana naomba nikae kati. Kwenye status yako usisahau kunipa nafasi mimi mpweke mvuani, uwe mwamvuli kwa matone na dhoruba, nivushe kwenye ziwa la majonzi. Baby, I love you, be safe. Jambo. Bwana, kelele zote zile hujasikia? Karibu ndugu zangu. Haya sana. Sasa hivi. Salama. Habari za hapo? Sawa. Wazima kabisa. Bwana, sisi tumekuja hapa tukawa tuna shida na mwalimu. Sije tumemkuta Huyu bwana toka jana jioni aliniambia bwana anaondoka. Anaenda wapi tena? Amesema yeye anaondoka, ila kuna ujumbe fulani ameniachia. Amesema kama kuna mtu atakuja kumuulizia basi. Kwani nyinyi wote wageni wa mwalimu? Ndio. Maana kuna ujumbe hapa ameniachia. Sababu tumekuja wote. Sasa ujumbe wote mnasema mmekuja kwa ajili ya mwalimu. Sasa sijui niwasomee wote kwa pamoja musikie. Soma. Kwanza anawasalimu. Habari yenu kwa ujumla. Mwalimu anasema, najua mtanikumbuka, si kwa mabaya bali kwa mema, sababu nilijitahidi kumwelimisha kila mmoja kwa kutumia uwezo wangu nilionao. Kila jambo lina mwanzo na mwisho wake. Yanipasa niondoke, maana nisipoondoka mimi hatoweza kupatikana mwingine mwenye uwezo kama mimi. Yanipasa niende mbali. Huku nilipo sasa napambana na vita ya maskini. Nikisha shinda katika vita ya maskini, ndipo hapo nitakapohamia kwenye mji wenye ardhi ya kijani. Hapo ndipo nitakapoutoa ufalme wangu na kupumzika. Kwa sasa mlisi wa kapu la busara nitamkabidhi mama. Hekima zote nitazipata kutoka kwake. Hayo ndo maneno mwalimu aliniachia. Kwenye status yako usisahau. Sasa sisi hapa wote tumefuata busara za mwalimu.
Sasa mtoto kama huyu naye kafuata busara za mwalimu? Ndiyo, na mimi nimepata busara za mwalimu. Mwalimu alinifundisha mapenzi. Mapenzi? Ndiyo. Astaghfirullah lazim, dunia imekwisha. Mapenzi umeyajuaje mtoto mdogo? Mwalimu alinifundisha kwamba kuna mapenzi yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna mapenzi ya baba na mama, kuna mapenzi ya mzazi kwa mtoto, na kuna mapenzi ya mtoto kwa mzazi. Lakini pia tukiachana na hayo, kuna zawadi kidogo nimemletea mwalimu. Hata kama asiporudi leo, siku yote akirudi ataikupa. Wewe kijana, wewe unaonekana kidogo mwalimu kuna element amekuachia. Hebu njoo tuongee kidogo. Kuna maneno mawili matatu kidogo nitaongea na wewe njiani. Kuna mambo unayo. Sikia ndugu zangu, ampasi kulia. Kama kweli mafunzo ya mwalimu wenu yamewaingia, mnatakiwa mfanye kile alichowaambia mfanye. Mnatakiwa mtekeleze kilichoandikwa kwenye barua. Amesema lazima kapu liende kwa mama. Yoyote anataka busara ampate mama. Kwa hiyo naomba mpokee kapu hili, mpeleke mwalimu anaposema. Karibuni. Haya. Kwenye status yako usisahau kunipa nafasi mimi mpweke mvuani, uwe mwamvuli kwa matone na dhoruba, nivushe kwenye ziwa la majonzi. Baby, I love you, be safe, be careful cause you own my heart.